Mamangu alifariki, aliniacha mdogo kabisa, hata kumfahamu simfahamu. Baba alimpa mimba mama. Uhari gani ndugu Mtanzania, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi ya maisha yangu. Hapa tutaweza kusikia hadithi ya kusisimua kutoka kwa mama yetu. Hapa atajitambulisha anaitwa nani, lakini kama huja subscribe na kuomba ubonyeze eneo ama neno la subscribe ili uweze kuwa miongoni mwa wanafamilia katika chaneli yetu. Shikamoo mama. Marahaba za leo. Salama, unaendeleaje? Namshukuru Mungu, si wewe? Salama. Na Mtanzania angetamani kukufahamu, naitwa nani? Naitwa Khadia Musa. Khadia Musa Ali. Na umezaliwa sehemu gani labda? Nimezaliwa Chalinze. Chalinze. Tunatamani kidogo tufahamu historia yako fupi. Umeishije mpaka kufikia hapa ulipo? Mimi katika kuzaliwa nimezaliwa mwenyewe. Mamangu alifariki, aliniacha mdogo kabisa, hata kumfahamu simfahamu. Baba alimpa mimba mama, akakimbia, wote siwajui. Kwa bahati nzuri namshukuru Mwenyezi Mungu, mama zangu wakubwa wadogo wamenilea kwa moyo, yaani wamenipigania mpaka hapa nilipo. Namshukuru Mungu. Pole, manake mama hukuwahi kumuona? Sikuwahi kumuona, nasikia tu mamako yuko hivi uko hivi, basi sikuwahi kumuona, hata sura simjui. Pole sana mamangu. Haya, asante. Na waliokulea hasa ni wakina nani? Walionilea mama mkubwa, bibi, mama mkubwa tena, na babu mzaa mama, naye alinilea, lakini imefika nipo darasa la pili amefariki, na yeye akatupia mpira mama zangu wakubwa na bibi yangu. Pole sana. Vipi, ulipata nafasi ya kwenda shule? Nilipata nafasi, lakini nimeishia njiani. Nimeishia darasa ngapi? Nimeishia darasa 6 kutokana na maisha magumu. Pole sana. Na labda unaweza kutusimulia kidogo hapo maisha yako yalikuwaje kutoka unaanza shule mpaka unafikia hatua ya kuanza kujitafuta? Maisha yangu yalikuwa magumu, lakini ndio hivyo, namshukuru Mungu alionilea, alikuwa ananisaidia kwa hali na mali. Lakini kipindi nilichopitia ni kigumu sana katika maisha. Ni tukio gani ambalo labda gumu ambalo umelipitia wakati uko mdogo ambalo huwezi kulisahau mpaka kesho kutwa? Siwezi kulisahau. Nilipokuwa mdogo niliumwa. Nilikuwa naumwa upele na majipu yalikuwa yananitoka. Yaani niliumwa sana, lakini namshukuru Mungu alionilea, amenipambania kwa hali na mali. Pole sana mama. Na vipi? Tungetamani kujua kwamba baada ya yote uliyoweza kuyapitia, kuna wakati ambapo sasa baada ya kufika umri ukasema sasa ngoja niwe na mahusiano. Ni nini ambacho uliweza kujifunza wakati unaanza mahusiano? Mimi sikujifunza. Mimi nilipofika umri, watu walikuwa tu wananipeleka mwenyewe, nilikuwa sijui kwa kweli. Wananiambia twende huku sijui, twende huku sijui. Mpaka siku hiyo ndo nikakutana na mkaka huyo, akakutana na mimi. Nilivyokutana naye ndo nikapata mimba hapo hapo. Toka hapo nilivyoona uchungu wa kukutana na mtu, sikurudia tena. Pole sana. Haya, asante. Na vipi, huyo mtu baada ya kukupatia wewe ujauzito, na ulifanikiwa kupata mtoto? Nilifanikiwa kupata mtoto wa kiume. Hongera sana. Haya, asante. Sasa tungetamani kufahamu, baada ya wewe kukutana na huyo mtu, mlioana ama ilikuwaje? Hapana, alinipa tu mimba na akakataa. Nilipomwambia mimi na mimba, akakataa. Nikalea kiugumu mimba yangu. Mama mkubwa alinichukua kutoa Chalinze kunipeleka Dar. Mungu amenijalia nimejifungua, japokuwa nimejifungua kwa shida, maana nilipata kifafa cha mimba. Pole sana. Muhimbili miezi 3 bila kumjua anaingia wala anayetoka. Lakini namshukuru Mungu mpaka nipofikia hapa. Sasa baada ya wewe kupata mtoto huyo wa kwanza, alikuwa jinsia gani? Wa kiume. Maisha yako yalikuwaje sasa baada ya kuanza kuitwa mama? Baada ya hapo sasa changamoto za maisha ndio zikawa ngumu. Nimetoka na huko nilipojifungua Dar, nikakaa kule, nikarudi tena nyumbani Chalinze. Niliporudi Chalinze nilikuwa na kazi sasa ya kuchota maji. Kwetu Chalinze kuna sehemu inaitwa Lamboni.
nabeba mtoto mgongoni, ndoo kichwani, naenda zangu Lamboni naingia. Na maana mtoto alikuwa mbishi, hamtaki mtu yoyote zaidi ya mamake. Kwa hiyo nikawa muda wote mimi yupo mgongoni mpaka amechelewa kutembea, ametembea na miaka 2. Ametembea na miaka 2. Kwa sababu ya ujeuri wa kutaka kukataa mtu yoyote, anamtaka mama yake tu. Sasa vipi, ulifanikiwa labda baada ya kuwa na mtoto ulifanikiwa kuingia kwenye ndoa? Hapana, sijafanikiwa kuingia kwenye ndoa. Baada ya hapo nikawa nafanya kazi za mgawa, nikawa nachoma chapati. Nachoma chapati, maisha yangu yakawa hivyo. Na wakati sasa huo, changamoto gani kubwa ambayo sasa baada ya kuanza kuchoma chapati na ugumu wa maisha ulipitia mambo gani ambayo kiukweli yalikuumiza sana wakati huo? Mambo magumu niliyopitia, changamoto, si unajua kwenye kazi kuna changamoto kubwa sana nimepitia, lakini namshukuru Mungu nimevuka tu. Nilikuwa navumilia, yani namshukuru Mungu. Sehemu nilopitia ni ngumu, lakini imenifundisha. Imenifundisha. Sasa baada ya hapo ulifanikiwa kuingia kwenye ndoa? Sijafanikiwa kuingia kwenye ndoa. Nikapata mtu tena akanilaghai tena, nikakubali, nikaishi naye tena huyo mtu. Kwa hivyo nikapata mtoto wa pili. Okay. Na sasa kwa mpaka leo kuwahi kuingia kwenye ndoa? Sikuwahi kuingia kwenye ndoa. Sawa. Sasa tungetamani kujua uko mama, wewe ni single mama, sio hivyo? Hali ya watoto umewezaje kuihandle ama kuhimili kuwalea watoto kwa peke yako? Watoto nilikuwa nawahimili, nachoma chapati, naenda napata shilingi 3,000. Hiyo tunakuwa tunagawana, 100 naipeleka shule, 100 natumia. Na namshukuru Mungu kwa kweli. Nimepambana kadri ya uwezo wangu mpaka hivyo nilivyo, na nikapata kiwanja, nikanunua kila kitu. Yaani ingekuwa sio ugumu wa maisha wa kusomesha mtoto mpaka sasa hivi form 6. Yaani hivi ningekuwa hata na chumba changu hata kimoja cha kujistiri, lakini ndio hivyo tena. Mtoto kwanza muendeleze. Kama ulipoteleza wewe, unatakiwa mtoto usimuonyeshe, asipite njia ile ulopitia wewe. Umuongoze njia nzuri ili naye aje kuwa baba bora, sio bora baba. Sahihi sana. Hongera kwa hilo. Na tungetamani kujua sasa, baada ya kusomesha watoto sasa hivi unajitafuta, vipi hali ya maisha unaionaje? Hali ya maisha kwa kweli ni ngumu, ila kikubwa tu tunamshukuru Mungu tunapumua, lakini hali maisha ni ngumu sana. Natakiwa wamama na wababa tujitahidi kuwakomboa watoto kielimu, maana mtoto usipompeleka shule ujue unampoteza, maisha yake yanakuwa magumu. Hatutakiwi tulichokipitia sisi wapitie na hao watoto, hapana. Yaani tulichokipitia sisi watoto hatakiwi wapitie. Sisi tunatakiwa tuwanyoshe njia iliyokuwa bora, ili baadaye waje kuwa wazazi bora, sio bora wazazi. Na mimi nahisi kama ingekuwa mamangu angekuwa hai, sidhani kama ningekuwa nipo katika hali hii. Lakini namshukuru Mungu alonilea, wamenilea kwa moyo. Yaani Mungu awazidi kuwalinda. Nawaombea usiku na mchana. Mungu awalinde usiku na mchana wazazi wangu. Yaani hao ndo wazazi wangu na nawapenda sana. Hongera sana. Tungetamani kujua, umeishi kwenye maisha ambayo ya kutokuwa na baba wala mama. Hayo maisha unaweza kutusimulia ni tukio gani ambalo ushaikulipitia ukasema natamani wazazi wangu wangekuwa hai?